unafikiri kwa nini vijana wengi wanakata tamaa wanapokutana na changamoto? Inategemeana. Hapo inategemeana na utafutaji. Mfano kwa mfano kama ajira ngumu, mabosi wenyewe kutoa vyuma, kama mimi naendesha bajaji hivyo, kutoa vyuma hivyo, ndio hivyo yani. Mambo vipi? Fresh. Kwema. Hivi unafikiri kwa nini vijana wengi wanakata tamaa wanapokutana na changamoto? Wanakata tamaa kulingana na ugumu wa maisha. Yaani kivipi yani? Kazi kuwa ngumu, kukosa ajira. Kazi kuwa ngumu na kukosa ajira? Inafanya vipi? Fresh. Hivi unafikiri kwa nini vijana wengi wanakata tamaa katika kupambana maisha? Wengi wafikii malengo, wanaacha kukata tamaa. Sababu ni nini? Inategemea sana wao, yani inategemea walipotoka, maisha yao yameendeshaje mpaka hapo walipofikia. Kuna mambo mengi unajua. Kwa mfano mimi kama mimi nikiangalia kila siku shida zinaniandama, mambo yangu hayaendi, kuna muda nitafika nitakata tamaa. Hivyo. Sasa nini kifanyike? Wanakuita nani wewe? Umaidi. Nani? Umaidi. Hivi unafikiri ni kwa nini vijana wengi wanakata tamaa katika kupambana, kutafuta riziki za hapa na pale, wanaishia kukata tamaa, wengi wao wafikii malengo? Riziki inakuwa ngumu. Unaona kama mimi mwenyewe hapo hapo babajaji, kuna muda mpaka nafikia unakata tamani, kazi bora hata niingie kazi nyingine. Unakuta wengine mpaka tu mtu kapigwa na maisha atamani ajiue. Sasa wewe unafikiri changamoto ni nini sasa? Changamoto ni maukoto tu. Sababu mtu anapokosa maukoto ndo akili yake inapoanza kumtuma, bana nimekosa maukoto nifanyaje? Anakata tamaa kimaisha. Akuta ndo kazi tena hana, abaki tena manyumbani kule. Wewe unafikiri kifanyike nini sasa ili kusudi watu wakae vizuri, vijana wakae katika mstari ambao ni sahihi? Ni kukaza tu. Kwa sisi wanaume ni kukaza na kingine, kwa sababu ukiangalia hamna changamoto nyingine zaidi ya kukaza. Kaza kimaisha, tutaendelea na tuwe na subira. Maana subira ndio inakufanya kwenye kazi yako. Ukiwa na subira, unajua nikikosa leo kesho nitapata. Sasa nashukuru sana sasa. Changamoto ya maisha, vijana wanakata tamaa kwa sababu ya tuseme maisha yenyewe kwa ujumla yalivyokuwa sasa hivi, yani muonekano wa maisha sasa hivi ndio unafanya vijana wengi wanakuwa na maisha magumu. Yanafanya ni maisha tu wenyewe yalivyokaa, ndio hivyo yani, kwa sababu changamoto ni mawazo blaza. Alafu kingine tunaweza tukasema kwa wale wengine ni majukumu. Ina maana majukumu yanapokuwa mengi pia changamoto, mtu anakuja anakata tamaa. Actually kama ile tukio lilotokea yule bodaboda alipaki bodaboda akaenda kujitupa. Ina maana msongo wa mawazo, hali ngumu ya kiuchumi, upatikanaji wa fedha. Pia fedha sasa hivi imekuwa ngumu blaza. Sasa hatujajua nini zaidi hapo inachangia fedha kuwa ngumu tofauti na mwanzo. Sasa wewe unafikiri kingefanyika nini sasa ili kusudi vijana tuwatoe katika hilo wimbi la kukata tamaa? Mambo mengi asilimia kubwa yanasemeka ila hayatendeki. Kwa sababu kwanza mwanzoni walisema habari ya kuanzisha maviwanda ili watu waweze kupata nini? Ajira. Lakini mpaka sasa hivi viwanda havieleweki kama vipo au havipo hatujui. Ina maana sasa hivi wananchi tumebaki tu kukaa kimya. Ina maana tunafanya kazi as long as tu kama unatoka. Kwamba mimi natoka ila sitegemei kupata. Umeona? Kwa hiyo ukipata wala ukikosa fumulai, ndio jinsi inavyofanyika sasa hivi. Ina maana hakuna mtu mwenye 100% kwamba anatoka naenda kupata fedha au kiasi fulani cha fedha ambacho kitaniongozea maisha. Ina maana kwa sasa hivi kila mtu anafanya kazi kwa mazoea. Ina maana mimi naamka tu naingia mzigoni, nikipata basi, nikikosa basi. Ndio jinsi ilivyo. Ina maana kwa upande wa pili serikali ingebidi kuliangalia kwa upande wa pili, kwa sababu kazi nyingi sasa hivi zipo hizi, kama sasa hivi tunajichanganya tunajiajiri, hata bajaji blaza sasa hivi zimekuwa nyingi kishenzi. Umeona? Kwa hiyo actually mpaka sasa hivi natakiwa vijana kama vijana wengine sasa hivi kule wanapambana, mtu anatoka aenda kufanya harakati zingine ambazo anajua at least ndaingiza kipato. Hamna mtu anayekaa. Hata wimbi la wavuta bangi, wavuta sigara limepungua kwa sababu wanajichanganya, ila fedha hakuna. Ina maana unaenda kufanya kazi lakini hujui utapata au upate. Ndio jinsi ilivyo blaza. Tunashukuru sana.